Ndugu zangu wana Geita, leo yamekuwa. Kilio kikubwa cha wana Geita ilikuwa ni kupata stendi ya kisasa. Kilio kikubwa kabisa. Na hivi karibuni Mwenyezi Mungu alitupa mtihani wa mvua kubwa ambayo ilinyesha. Eneo letu tunalolitumia kama stendi kwa sasa lilijaa maji kweli kweli. Sote tulichanganyikiwa. Kwa wageni wetu akina Mpoto, mimi na kamati ya usalama tulikwenda kwenye eneo lile. Lilikuwa limejaa maji kweli kweli, magari mengine yanaelea. Ilikuwa kuwaambia wana Geita kwamba hapa Daktari Samia Suluhu Hassan atafanya maajabu. Wengi walikuwa hawaamini, kwa sababu Mheshimiwa mbunge amekwisha ongea muda mrefu, madiwani wamezungumza, Chama cha Mapinduzi kimezungumza. Lakini kwa ujasiri mkubwa tuliwaambia, tunaye rais wa nchi ambaye ndani ya muda mchache ameonyesha uwezo mkubwa wa kuyafanya yasiyowezekana yawezekane kwa haraka na kwa wakati. Stendi ndani ya wilaya yetu ya Geita itajengwa. Wengi hawakuamini, lakini leo kwa ujasiri mkubwa na kwa furaha kubwa na bashasha, nayo heshima kusema hayawi sasa yamekuwa. Chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, stendi mpya ya kisasa inajengwa na sote tumeshuhudia utiaji saini wa mkataba. Kwa niaba ya viongozi wote ambao wameniagiza mimi kuja kushiriki nanyi kwenye tukio hili, nayo heshima kubwa sana kumaliza hotuba yangu kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya na kwa kuhakikisha kwamba manispaa ya Geita tunapata mradi huu mkubwa kabisa wa kimkakati wa ujenzi wa stendi kubwa ya kisasa katika manispaa yetu ya Geita, ambayo inajengwa kwa zaidi ya bilioni 19,171,601,509. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa fedha hizi ambazo ametuletea katika manispaa yetu ya Geita. Jina langu naitwa Ismail Ibrahim Hamisi, mwenyekiti wa umoja wa usafirishaji mkoa wa Geita wa mabasi. Kwa hiyo kilio cha Watanzania wa Geita, wanaomba sana mradi uende kwa wakati ili tuepukane na adha hii ya mvua ambayo inasababisha madhara kwenye magari. Magari yanapelekwa na maji kama mkuu wa mkoa alivyosema na mkuu wa wilaya wanatambua hilo uwepo wake. Kwa hiyo stendi hili ni mbuga. Mara kwa mara sisi tunapata hasara. Lakini pia mimi nashukuru wafanyabiashara wa Geita ambao ni wamiliki. Ni wavumilivu sana, wapige kelele. Ni wavumilivu sana, wapige kelele. Nadhani mkuu wa wilaya mmemsikia. Alishuhudia gari zinaenda na maji. Watu walikula gharama kubwa sana kubadilisha injini. Kwa hiyo ni wavumilivu, mimi niwashukuru sana. Kwa hiyo sisi hatutaki kelele sana. Na moja ya jambo hili ilikuwa ni stendi. Na mchakato wetu ulianza miaka 5 nyuma boreshwa. Na tukatafuta eneo la kujenga stendi pale kwa Mponjoli. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati tumeshamaliza kazi yote ya utafiti, ikaonekana kwamba lile eneo lingeweza kula pesa yote kwa kujenga msingi na stendi isijengwe. Kwa hiyo tukashauriana na wenzangu tunafanyaje. Mimi nikawa najaribu kulazimisha pajengwe pale pale. Tukashauriana tukaona tubadilishe eneo kwa sababu pesa yote bilioni 12 ya awali ilikuwa bilioni 12 peke yake. Ingeweza kuliwa yote kwa kuchimba mita 4 chini, eneo la eka 25, alafu kulifili na kumwaga zege afu ikaisha. Kwa tukakubaliana tutafute eneo jingine. Lakini nikawaambia kwamba process ya kubadili hifadhi itachukua zaidi ya miaka 2. Na naomba niwahakikishie barua ya kwanza ya kuomba kubadili eneo hilo kwa hifadhi niliandika mwaka 2017. Na ikakubaliwa na Mheshimiwa Rais. Lakini tulipokuja kupewa maeneo akatokea mkubwa mmoja akasema hili eneo hatulihitaji leo. Kwa hiyo likaondolewa kwenye zile ziara za mawaziri wa 8. Tulipokumbusha 2022 likawa zoezi gumu zaidi. Maana ilibidi lazima Mheshimiwa Rais aliizie kwamba sasa jambo hili ni muhimu kwa wananchi wa Geita. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, baada ya kumpelekea maombi aliridhia. Kwa hiyo kipande cha msitu wa Usindakwe kikaondolewa kwenye hifadhi. Kwa hiyo natamani sana Mheshimiwa mgeni rasmi watu wafahamu kwamba kuchelewa kwa stendi kumetokana na kubadilishwa kwa eneo la ujenzi, lakini pia na taratibu za kufikia maeneo hayo. Tulipata mkandarasi wa awali mwaka jana, lakini utafiti wa kisheria ukaonyesha kwamba hana sifa.
huyu wa sasa amekizi vigezo vyote. Kwa hiyo tuna imani kwamba hawezi kutuangusha. Wananchi wa Geita mjini nao wakilisha mimi wanataka stendi, na hakuna mbadala wa stendi nyingine. Stendi ile ya zamani, kila inaponyesha mvua, mimi atakupeleka abiria naogopa kupeleka pale stendi. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, tena bahati nzuri ni ndo msimamizi mkuu wa ilani hapa kwetu. Nimefurahi wewe kuwepo hapa leo, ambaye utampokea mkandarasi, na mimi nimekuja makusudi Mheshimiwa mgeni rasmi kuhakikisha kama wakandarasi hawa, hata kama nitakuwa niko mtaani huko napambana, nitahakikisha wakandarasi hawa wanatimiza walichoahidi leo.